say. He has a final say. Wacha nisikie kelele ya mtu. Nisikie kelele ya mtu. Wacha nisikie kelele ya mtu. We are worshiping. Oh, church is not. Tunaabudu Mungu. Historia ya mwanadamu. Tunaabudu Mungu. Abadilishaye mwisho wa mwanadamu. Jioni ya leo nataka ni neno la Mungu ya kwamba usilie. Haleluya! Usilie. 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 Soma nami katika Luka mlango wa 7. Soma nami aya ya 11 hadi 15. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Luke 7:11 verses to 15. Unayo mkuu sana, ye Mungu weza wa yote. Sema moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Unaye nani? Unaye Mungu sana. Oh yes Lord. Unaye Mungu muweza wa yote. Alifanya nini? Alioni mwangu kanipa kutulia. Ananiambia mwanangu usilie tena. Najua shida zangu yeye anazitatua. Somaji, maandiko inasema nini? Luka mtakatifu mlango ukiwa ni wa 7 mstari ni wa 11 hadi 15. Mstari ukiwa ni wa 11 hadi 15. Maandiko yanasema yes. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwayo Naini. Alifika Naini na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Mkutano kama huu ulifuatana. Naye alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Maiti naye alikuwa anachukuliwa nje. Ni mwana wa pekee wa mamaye. Mwana wa kipekee wa mamaye. Ambaye ni mjane. Ambaye alipoteza na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Watu walikuwa wameandamana na maiti. Bwana alipomwona alimwonea huruma. Yesu alipomwona akamwonea huruma. Akamwambia usilie. Alikaribia. Akaliguza jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Wote ambao walikuwa wamelibeba jeneza wakasimama. Akasema kijana, nakwambia inuka. Yule maiti akainuka. Akaketi. Akaanza kusema. Bwana Yesu alibariki neno. May the Lord bless his word. Amen. Nasema Mungu alibariki neno lake. Amen. Sioni ya leo ninasema usilie. Sioni ya leo ninasema usilie. Ninajua vilio vimejaa. Uko mahala hapa lakini ndani ya moyo wako unalia. Uko ndani hapa lakini biashara yako unalia. Umetulia mahala hapa lakini katika ndoa ni kilio kimejaa. Lakini imelileta neno la Bwana jioni ya leo nikisema usilie. Manake tayari Yesu yuko mjini. Manake tayari Yesu yuko Ninawi. Biblia inasema muda kidogo tu akaondoka akaingia katika mji. Mji ujao Naini. Akiwa katika lango la mji kulikuwa na baa na msongamano wa watu. Ukawa na watu kundi kubwa linaondoka
mawili yanafanyika at the same time. Kuna maiti tayari anatolewa na kuna uhai unaingia, na vikakutania katika lango. Vinapokutania katika lango, manake Yesu Kristo anasema mimi ni uzima, uzima wa milele. Alipogusa jeneza akamwambia mama, usilie, usilie mama, manake uzima umeingia. Uzima unapoingia, hata kilio lazima kinyamazishe, hata kilio lazima kitulie. Maandiko inasema hakuangalia maiti, aliangalia mama. Hakuangalia maiti, aliangalia mama. Yesu Kristo hawezi angalia kile kimekufa, anaangalia kile kilicho hai. Kile kilicho hai, the Bible says, na chenye uhai, kiumbe chenye uhai, na kimusifu Bwana, na kimusifu Bwana. Yesu akaangalia mama, akashuhudia jinsi anaugua. Maandiko imesema kitu cha kwanza amepoteza ni mwana wa kipekee wa kiume. La pili tena, huyu mama ni mjane. Inamaanisha nini? He is hopeless. Hallelujah. Amen. Amen. Naongea na mtu ambaye amepoteza tumaini. Yes. Amepoteza mtoto wake wa kipekee. Kama ni uliani, wanasema ya kwamba huyu ndiye angelikuwa mrithi wa mali ya huyu mama, manake tayari mzee hayupo, hawezi kuzaa tena kwa sababu mrithi amekufa. Tayari maiti imebebwa. Kama ni uliani, wanaanza kuimba Luwele, Luwele, Luwele. Liani wamebeba maiti, wanaimba Luwele, Luwele. Lakini mwenye uzima, mwenye uzima, mwenye uzima mara si hapa ameingia. Praise the Lord. Kama uko na microphone hutaki kunisaidia kuhubiri, peana hiyo microphone. Hallelujah. Praise the Lord. If you cannot support me to preach the gospel, then give out that microphone. Kwa sababu nimesema unaweza kuwa bahati, haujui bahati yako ni gani. Unayo bahati nzuri, unayo bahati mbaya. Wengine tumejikuta mti wa bahati, hatujui tunaangukia wapi. Lakini shukuriwe jina la Baba. Yesu Mnazareti, Yesu Mungu wa uzima ameshuka sasa, ameshuka sasa. Tayari anakuza ile jeneza ya biashara, wanadamu amemaliza. Tayari anakuza ile jeneza la ndoa ambalo wanadamu ameua. Yesu anakuza ile tumaini, ile tumaini. Wapi moto pike shangwe, wapi moto shangwe, wapi moto shagilia Bwana. Gereza limebebwa, lakini uzima umeingia. Hallelujah. On the spot zinakutana. Jioni ya leo kuna maisha ya mtu mwanadamu tayari ameyaimbia Luwele. Kuna ndoa ya mtu mwanadamu tayari amesema huyo hapana. Kuna tumaini katika Yesu, yapo matumaini katika Bwana. Maandiko inasema mtu ukikatwa utachipuka tena, mtu ukikatwa utachipuka tena, chipuka tena. Nini takuzuia usichipuke? Maandiko inasema vizuri, kwa harufu tu ya maji, kwa harufu tu ya maji. Oh, Yesu ni maji, maji ya uzima. Yesu ni maji, maji ya uzima.
itapasi, mabaya itakoma. Ndani mwake kuna bubujika chemichemi za baraka, chemichemi za maji. Ninatangazia hiyo ndoa ambayo tayari imezikwa na mwanadamu kwa jina la Yesu, kwa neno la Mungu. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Pokea uzima. Kuna Yesu ameshuka. Yes. Yesu wa Nazareti siku ya jana akamwambia wewe Bartimayo kipofu, mwambie aje ya kwamba nikabiliana na yeye. Akamwambia njoo Bartimayo, manake mimi ni uzima. Hata kama macho yako yaliuawa na mwanadamu, mimi ni uzima. Ninarejesha hayo macho kwa jina la Yesu. Mfalme mwema, mfalme mwema. Wengine tumeishi si bahati, ni kwa bahati tu. By luck. We are living in bahati. Yes. By luck or by just a chance. Yes. Umejikuta tu bahati kwa kubahatisha. Yuko Mungu ambaye hatuwezi bahatisha. Yuko Baba hatuwezi bahatisha. Yesu anasema kaeni ndani mwangu na neno langu ndani mwenu. Ombeni chochote, ombeni chochote, ombeni chochote, ombeni chochote. Wacha mtu aombe chochote. Haleluya. Tuombe chochote. Omba chochote. Yesu anatupa. Unapokea kwa imani ya Bwana. Yule mama aliyotokwa na damu kwa miaka 12, mwanadamu akasema huyu ni wewe, hawezi pata ndoa. Nani atakubali mtu ambaye anatokwa tu na damu? Nani atakubali kununua pamba kila wakati? Nani atakubali kununua pamba kila wakati? Lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo, ambaye tumemuleta, ambaye tunamtangaza. Maandiko inasema huyu mama akasema, hata kama wamejaa, hata kama wamenizuia, nitajisongesha, 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 nitajisongesha. Hata kama ni kwa miguu, hata kama ni kwa magoti, niko tayari kujisongesha. Niko tayari, niko tayari, niko tayari. Niliyokwama nikuze, nikuze upinde kwa basi lake. And the Bible says akajisongesha, akajisongesha kwa nguvu za Bwana, kwa imani ya Bwana. I cannot tell how he identified the shoes, but the Spirit of God, the faith he had, ikamuongeza, ikamuongoza. Manake Yesu Kristo ilikuwa vigumu kutambulika. That's why hata waliomkamata Yesu ilibidi watumie treasurer ambaye anakaa karibu na Yesu. Wakamwambia, ninataka utupe alama, a sign. Who is this Jesus? Niposa Judas, he wants to kiss him. Lakini huyu mama imani aliyokuwa nayo ilikuwa connected to the King of Kings. The faith he had, she was connected to the King of Kings. Na
wazuie. Manake kunao watu nia yao ni kuzuia. Unapokaribia baraka zako tayari wameweka, wanajifanya wao ndio kodi, wao ndio bodyguards. Petero alikuwa wapi na panga? Petero alikuwa wapi na panga? Lakini Baba aliunganisha imani ya mama huyu, alipunguza upinde wa vazi, damu ikatika. It is my prayer. Ni maombi yangu jioni ya leo. Kuna mtu anakuwa connected. Kuna mtu anakuwa connected. You are being connected to this faith. Yes. The name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akawauliza, yes, nani amenigusa? Kwa sababu ni podcast, wakaogopa. Yes. Tukisema tunajua, tutafutwa kazi. Tukisema tunajua, huyu baba atatukemea. Wakamwambia, mwalimu, hawa watu wote ambao unaona hatuwezi jua ni nani huyu amekuguza. Lakini Yesu akawaambia, mguso ambao ninaongelea sio wa kawaida. Mguso ambao ninaongelea sio wa kawaida. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kuna moto anaguza, anaguza. Sio hii ya kawaida ya watu tu wanapita na wewe wanakuguza. Ongele hiyo. Kuna ile ingine sana tofauti. A unique touch. A unique touch. Somebody is connecting to this touch. To this touch. Hata kama ndoa umeililia kwa muda, ninakwambia usilie tena. Usilie tena. Usilie tena. Usilie tena. Manake waanzilishi wando yuko hapa. Yuko hapa. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibu maombi yetu. Tunapofanya nini? Naomba asikia, alafu anajibu. Tunapofanya nini wapendwa? Naomba yeye asikia maombi yetu. Asikia maombi. Afanya nini? Ajibuye kwa moyo. Huyu ni nani huyu? Afanyaye nini wapendwa? Ajibuye kwa moyo. Haleluya. Bwana Yesu. Maandiko inanikumbusha wakati mmoja Yesu Kristo akiwa katika huduma wake anapata ripoti ya kwamba mpenzi wako, ya kwamba rafiki wako Lazaro yuko katika hali ya maututi, karibia anataka kufa. Lakini baba akakawia kwa siku 4. Maandiko inasema Lazaro akafa, akazikwa. Yesu Kristo akatulia. Alipopata ripoti ya kwamba amelala, akaambia wanafunzi wake, twendeni tumuone rafiki yetu, manake amelala. Manake hawakuwa na ufunuo. Wakasema huenda amelala tu, usingizi wa kawaida. Hawakuelewa Yesu. Maandiko inasema Yesu anapofika langoni, wakati tu Yesu anafika langoni, na hii Yesu anapofika lango la mji. Yes. Bethany, Yesu anapofika katika lango, the Bible says Martha akatoka katika nyumba mbio
kumulaki Yesu. Akamwambia Yesu, ungelikuwa hapa ndugu yangu hangelikufa, lakini kwa sababu umekuja, neno lolote utakalolisema ninajua yatafanyika jinsi ulivyosema. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sioni ya leo ninasema neno ambalo Baba atalisema lazima yafanyike jinsi alivyosema. Sioni ya leo nena hatutalia tena, nena hatutalia tena. Neno la Mungu linasema huwezi achilia neno lake bure, atimize mapenzi yake. Hatutalia tena. Biblia inasema Yesu hakushtuka. Alikaa tu, hakuwa na wasiwasi. hakuwa na wasiwasi. Yes. But Martha akaenda akamwita Mary. Yes. Kuja. Yesu Kristo yuko langoni. Yes. Yesu Kristo yuko langoni. Yes. Miriamu akakimbia mbio. Yes. Maandiko inasema Akamsujudu, akaanguka. haleluya, Akaanguka. akaanguka, Akaanguka. Kasema ngelikuwa hapo, ndugu yangu angelikufa, lakini kwa sababu umekuja, ninajua chochote utakachonena kitafanyika. Alitumia maneno sawa na ya Martha dada yake, lakini nataka uelewe kitu moja. Miriamu akawa kupeana ibada. Miriamu akapeana ibada. Miriamu akapeana ibada. Miriamu akapeana ibada. Miriamu akapeana ibada. Yeyote atapeana ibada. Yeyote atapeana ibada. Hata kama amelia, hata kama wamezika, manake ibada ni chakula cha Mungu. Ibada ni chakula cha Mungu. Amen. haleluya. Baada ya kupeana ibada, Biblia inasema Yesu akamuuliza, Yes. mumemuweka wapi? Yes. I like that. Kumbe mwanadamu anaweza kukuweka mahali. Kumbe wanadamu wanaweza kukuweka mahali. Kumbe wachawi wanaweza kukuweka mahali. Wanaweza weka biashara yako mahali. Wanaweza weka huduma wako mahali. Lichukuliwe jina la Baba. Lichukuliwe jina la Yesu. Haleluya. Wamekuweka wapi? Kwa vipimo. Wamekuweka wapi? Wewe ni masikini, hapo ndipo wamekuweka. Wewe ni ombaomba, hapo ndipo wamekuweka. Wewe hujui kuimba, unaenda offbeat, hapo ndipo wamekuweka. Wewe hujui kuongea mbele ya watu, hata kikao kikubwa hawawezi kukupatia nafasi, manake wanajua hauna lolote unalosema mbele ya watu. Kwa jina la Yesu, aliposhuka Betheni, akawauliza umemweka wapi? Wakatoa sababu. Ati ananuka. Manake wamekuweka, lazima pia watasindilia mawe. Yes. Hata Yesu Kristo alipowekwa kaburini, wakasema huyu mtu anaweza iba, tuchukue jiwe kubwa tusindizie kwa mlango, ya kwamba kusipatikane yeyote atapata nafasi kumwiba huyu Kristo. Haleluya. Sio tu wanakuweka alafu wana relax, Wanasindiria kitu. wanasindilia kabisa. Yaani usitoke pale. Maandiko yananikumbusha Danieli kukaweka sheria, wakasema hakuna Mungu mwingine wa kuabudiwa
ila miungu ya mfalme na mfalme peke yake. Yes. Biblia inasema wakaweka sheria. Mfalme akaweka sahihi ya kwamba yeyote atakaye maabudu miungu mingine ama mungu mwingine isipokuwa mfalme, basi anawekwa katika tundu na moto la simba. Amen. Yes. Danieli anapowekwa, maandiko inasema wakaweka jiwe. Mfalme akaweka muhuri wake. Yes. Yani wameweka jiwe, wamemtupa kwenye simba, tena wanaongeza muhuri. Ya kwamba umeisha. Nataka nikuambie kwa jina la Yesu, huo ni muhuri wa mwanadamu. Huo ni muhuri wa mwanadamu. Unaye mwanadamu. Unaye hapo Ni sheria ya mwanadamu. Jehovah has the final say. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life. Jehovah turns my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Katika tundu la simba, there is a way the Lord is making. Ya kwamba mfalme hakulala, usiku wa manane hakulala. Akaamuka mapema, akaenda katika shimo, akaita kwa sauti, Danieli mtumishi wa Mungu, Mungu wako alikuhifadhi. Danieli akasema, shukuriwe jina la Baba. Manake waliniweka, lakini Mungu jina lake alikamazisha wanasimba, alifunga vinywa vya wanasimba, hawakuweza kunizuru. Hallelujah. Amina. Wanapokuweka na Mungu mwenyewe anafanya njia. Anapokuweka Mungu mwenyewe anafanya njia. Wanapokutukana, wanapokufukuza, Mungu mwenyewe anaandaa. Yehoshafati anafukuzwa na ndugu zake wa kambo, wanasema hii sio damu yetu, lazima tufukuze yeye. That is injustice. Maandiko inasema alipoenda, kulikuwa na wakati walimhitaji, wakasema hivi vita hatutaweza. Ndugu yetu, wakaendea kwanza, walituma wazee. Imagine sasa that grace. Yes. Umesongwa kiwango kingine. Hawezi kijana atakukujia. Sio mtu wa kawaida atakukujia. Ni kiwango kingine cha juu. Ni kiwango kingine cha juu. Ninatangaza katika jina la Yesu, popote mwanadamu amekuweka. Hallelujah. Amina. Unazo vipendera vingine huwa naviona katika mji huu sana. Mji huu wa Soweto kunavyo vyumba ambavyo vinajiita vyumba ama meli za maombi zimefanyika katika mji huu. Huu ni Ninari, hii ni Naini, ambapo wanachukua watu wapeleke wawazike. Yesu amefika, Yesu amefika. Biashara yao tunafunga sasa. Yesu amefika. Biashara zao, huduma zao zinaisha. Wameweka ndoa za watu. Mtu wako hapa na mume wake aliwekwa mahali, aliwekwa mahali, hata mwezi inaweza isha. You not seen your handsome, your handsome boy, your sweetheart, your honey, your imeisha. Nataka nikuambie, Mungu wa rehema, Mungu wa neema yuko
Imagine. Wamebadilisha katiba. Unawekwa mpaka na mwanaume mwingine. Unawekwa mpaka na dada mwingine. Hiyo ni hatari. Umeacha mume wako mzuri. Umeenda kuwekwa na dada mwingine. Tena kama tukembamba. Umeacha na mke wako mzuri. Hata kana sura. Unaenda kuchukua chokora nyingine inatembea tembea. Kwa jina la Yesu. Manake yuko hapa. Yuko hapa. Yuko hapa. Yuko hapa. Yuko hapa. Yuko hapa. Hatutanyamaza. 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 Maovu yakiendelea. Hatutanyamaza. Magonjwa yakitumaliza. Hatutanyamaza. Wake zetu wakienda. Hatutanyamaza. Biashara zikifungwa. Hatutanyamaza. Huduma zikifungwa. Haleluya. Hao watu wa Mary wanasema hata huduma wanaweza funga. Consultation ni 100. Hapa Victory hatu consultation fee. Yes. Lakini wakisikia penye kuna consultation, hapo wanakimbia. Pesa ya kuonewa. Hata kama ni kufuliza unaweza fuliza. Wanauza hata kuku. Lakini kanisani huwezi fuliza. Lakini consultation fee you can fuliza to get that consultation. Kwa jina la Yesu. The name of Jesus. Hizo vipanda. The name of Jesus. Hizo vipanda. The name of Jesus. Tunavitangazia. Muda wenu umeisha. Muda wenu umeisha. Muda wenu umeisha. Kwa Mungu lazima waachiliwe. Maandiko inasema Mungu akamtuma Musa akamwambia, "Ende waambie Farao, ende waambie Farao, aachilie watoto wa Mungu, ende waniabudu, aachilie watoto wa Mungu, ende waniabudu." Farao akawa mjanja, akajifanya kichwa ngumu. Akajifanya kichwa ngumu. Akasema huyu ni Mungu gani? Na Mungu amemwambia tu mwambie, mimi ndiye nilie. I am that I am. That I am. Yes. Yani this name is very unique. It's very unique. Very complicated. If you are not spiritual, you cannot interpret this name. Inahitaji ufunuo. Inahitaji ufunuo. Manake inamaanisha yeye ni jana, leo, hata milele. Jana, leo, hapunguki. Mwambie ambaye amekutuma ni aliyekuwa. Yeye yupo na atakuwepo na yataendelea kuwa. Haleluya. Farao akasema ninaweza achilia tu hao wazee. Manake hao wazee tayari wameisha. Nimewatumia ni kutosha. Wamechoma matafari hata hawawezi zaa. Wakienda watakufa tu hapa jangwani. They have a short lifespan. Farao akajipiga kifua hivyo. Lakini Mungu akainsist asibaki yoyote. Atakuwa tu atakuwa tu atakuwa tu ya mifuko. Isibaki hata fedha hata dhahabu zote isibaki. Manake wakasema hatujue kile kitu Mungu atahitaji kule jangwani. Ninasema achilia watoto wa Mungu. Achilia watoto wa Mungu. Wewe mchawi umetawala maeneo haya. Wewe mtu wa majini umetawala maeneo haya. Ninaamuru kwa jina la Yesu, amurisha, achilia watoto wa Mungu. Achilia ndoa za watu. Achilia biashara za watu. Achilia. Apenda sipenda tumetachilia. Unatajirika kwa ndoa za watu. Unajitajirisha kwa baraka za watu.
Kwa jina la Yesu. Wewe mchawi, umetawala sana. Umetawala sana. Umetawala sana. Akasema hata hawa tumewaona. Kuna wengi tumeona. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mapigo 10. Mapigo 10. Mungu aliachilia. Kuachilia Farao. Ili ya kwamba waachilie wana wa Israeli. Tunatangaza katika mji huu. Tunatangaza katika mji huu. Haleluya. Watu ambao tunakaa raundi, inua mkono wako hivi kwa jina la Yesu. Si makosa kukaa hapa. Usiogope. I want to declare something upon your life. I want to declare something. Hallelujah. If you can assess yourself, shida hasiishi, kilio hakiishi. Wako wanafanya kazi, wanapopata mishahara haziwasaidii. Wapo hawana kazi, wameteseka, lakini wanaendelea kuhangaika. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu mnabariki. Yesu mnabariki. Tunaachilia. 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 Kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama uko katika nyumba na kutangazia, isikie neno la Mungu. Hata kama uko katika biashara yako na kutangazia, hata wamama wazuri wameketi pale, I'm declaring upon your life. Inua tu mkono wako kwa imani. Nataka nitangaze. Ninalituma neno. Ninalituma neno katika maisha haya. Ninalituma neno katika maisha haya. Wanafunguliwa. Haleluya. Roho akaimba akasema, walionizalisha wamenikimbia. Mungu wangu, nipe uvumilivu. Walionizalisha wamenikimbia. Jioni ya leo nasema, wamekuzalisha wakakimbia. Wamekuzalisha wakakuacha. Wamekutumia wakakutupa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Usilie tena. Usilie tena. Usilie tena. Usilie tena mama. Usilie tena. Baba anapanguza machozi. Amen. Anapanguza machozi. Haleluya. Wakina Lazaro wakalia. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, hata ya nne. Lakini alipouliza mumemweka wapi, wakasindilia. Tayari ananuka. Tayari sio mtu tena. Akatafakari ndani ya moyo wake. Akawaambia, hamjui mimi ni nani? Akaambia hata Miriamu, nilikuambia nini? Mimi ndio ufufuo. Haleluya. The resurrection. Yes. Na resurrection anapofika, mauti hayana nguvu tena. Mauti hayana nguvu tena. Akawaambia, liondoeni jiwe. Ondoa jiwe. Jioni ya leo walioweka jiwe, akawaamurisha waliondoe jiwe. Waliondoe jiwe. Waliondoe jiwe. Waliondoe jiwe. Jiwe la magonjwa wakaliondoa lenyewe. Kwa jina la Yesu na la Yesu. Wanasindiria mpaka na jiwe. Ishukuriwe jina la Baba. Yesu akaugua ndani ya moyo wake. Akaita kwa sauti kuu, Lazaro! 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 Lazaro!
anaita jina la mtu jioni ya leo. Kuna mtu jina lake linatajwa jioni ya leo, manake anasema katika Isaya 49 aya 15 na 16 ya kwamba mama aliyenyenyesha mtoto anaweza kumsahau. Mama aliyebeba mimba ya miezi 9 anaweza kumsahau, lakini mimi Bwana siwezi kukusahau. Nimekuchora katika vitanda vya mikono yangu. Anakujua kwa jina, anakujua kwa jina. Jioni ya leo wacha Baba itaje jina lako. Haleluya, amen. Ataje jina, amen, amen. Baba anataja jina la mtu, anasema mwanangu umehangaika. Akawaambia wana wa Israeli, nimesikia kilio chenu, nimeyaona mateso yenu, nimekumbuka agano langu, nimeshuka mimi mwenyewe nikawaokoe. Jioni ya leo Bwana kumbuke agano, Bwana kumbuke agano, Bwana kumbuke agano. Atakumbuka agano pamoja na Lazaro. Akawaambia Lazaro aliposimama, mfungueni, mfungueni. Yes. Wacha mtu akufungue. Aliyekufunga mwenyewe aanze kusema this one I cannot attempt. Samaki ama nyangumi iliyomeza Yona ikadhani ni chakula cha kawaida, lakini kwa sababu Yona hakuwa chakula cha kawaida, nyangumi akahangaika, akakimbia kama wabaka ukingoni. Akasema huyu siyezani na yeye. Wacha mchawi afike mahali aseme mama siwezani na wewe. Aseme mama siwezani na wewe. Nimeenda Kitui, nimeenda Machakos, nimeenda wapi, uondo katika ndoa, lakini nimechoka na wewe, nimeachana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu wawekwe huru. Watu wa Mungu wawekwe huru. Tunatangaza katika mji huu, yeyote ambaye ako ndani ya kifungo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, vifungo vikatike sasa. Utalia tena. Utalia tena. Hakuna kulia. Kubaliana na neno la Bwana. Ukaseme na kubaliana na neno lako. Nitasimama na neno lako. Daktari ametoa ripoti. Sikubaliani nayo. Mchawi ametoa ripoti. Mimi sikubaliani. Kanga wametoa ripoti. Mimi sikubaliani. Kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno